Watukufu wa Tanzania wenzangu, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Na nyinyi nikusalimieni, nikutakieni rehema na baraka za Mwenyezi Mungu ziwe kwenu. Nimshukuru Mwenyezi Mungu kunijalia, kunipa pumzi, uhai. Ndugu zangu, mimi kazi yangu ni kufikisha kinachosemwa na kufikisha ninachowaza. Sio kutukana mtu wala kumkebei wala kumlazimisha. La. Jambo la pili, nchi yetu ya Tanzania sio nchi ya Kiislamu, sio nchi ya Kikristo. Na zungumza leo mada hii kwa makusudi kutokana na huyu kijana, yeye anajiita ni mwanaharakati, mtetezi wa watu. Amekuwa akizungumza maneno mengine unaweza kusema mtoto au huyu kijana. Waswahili wanasema ukimwona mbu akapanda mti mtafuta aliyempandisha. Mimi na imani sio maneno yake. Analishwa wala afanye utafiti. Haya ni maneno anataka kuipotosha jamii. Na sasa kwa sababu amegusa mpaka Waislamu, mimi lazima nijibu kwa sababu sisi ni sehemu ya Waislamu. Amegusa Watanzania, mimi lazima nijibu, na mimi ni sehemu ya Watanzania. Mimi ninaamini na ninajua na mpaka nitakufa. Ukiteuliwa kuwa rais na Watanzania ukachaguliwa ukaapa, wewe kuchaguliwa kuwakilisha dini wala dhehebu. Umechaguliwa kuwapigania Watanzania. Ukichaguliwa ndani ya chama chochote ukateuliwa kuwa waziri mkuu, kuwa waziri wa mambo ya ndani, kuwa mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, uwe jina lako Abdallah, uwe John, ukuteuliwa kwa sababu ya kwenda kutumikia imani yako. Lakini hujaambiwa udhalau imani yako. Umeteuliwa ukawatumikie wa Tanzania, ukamwakilishe rais sababu wewe ni mteule wa rais. Sasa haya maneno kama yataachwa kuwa yanapita, tutaonekana ni kweli. Waswahili wanasema uongo ukizidi unaonekana kuwa ni ukweli, na kukaa kimya ni kukubali. Kuna mawili, unaweza kuwa umekubali au umedharau. Lakini mimi siwezi kukaa kimya. Inavurugwa jamii na taifa linavurugwa. Uwezi ukamtengenezea uongo kiongozi mkubwa kama rais, alafu mimi nikakaa kimya. Abadan. Rais awe Mkristo au Muislamu, mimi nitasema. Na haya nataka niwaambie Watanzania, wasifikiri mimi nasema kwa sababu tu Rais Samia ni Muislamu, mimi ni chawa nimetumwa. Haya nasema na mimi ni maoni. Kama mnavyoona ya kwake ni maoni, na mimi achukulieni kwangu ni maoni. Kama mnaona yake ni maoni, na mimi chukulieni yangu ni maoni, alafu muya balance. Hii tabia kwa mnatukana watu ndio maana mnalanika. Nataka niwaambie mnalanika. Au kina Heche mnaona ni mabwana wakubwa, tusubilini tu. Mtamjua Heche ni nani siku za usoni. Nyinyi subilini mtamjua Heche ni nani siku za usoni. Si mnadanganyana? Kazi kwenu. Tunakwenda, na mimi naomba Mungu inshallah tufike mpaka 2030. Namuomba sana Mwenyezi Mungu tufike hiyo 2030. Uchaguzi unaokuja tufike. Tumuombe sana Mungu atupe afya ili tuje tusutane baada ya uchaguzi. Kwa sababu kuna watu wanataka wachukue maneno yao kama ndio Biblia au yawe misafu. Hatuwezi kuona maneno yao yanakuwa kama Torati au Injili au Qur'an. Never. Sasa huyu kijana, hebu tuwekeeni kwanza tumsikilize anavyosema dakika 5 hata 10. Msikilizeni kwa umakini sana. Mimi nitakuwa nasindikiza kwa maneno kwa kutafsiri. Kwa sababu amesema Mwinyi kauza mbuga za wanyama, Mwinyi kafanya hivi, kamdhalilisha sana mzee Mwinyi. Hebu msikilizeni. Dakika 10 tu, 10 minutes. Naomba mumsikilize, msizime simu. Hebu tuwekee. Ndugu zangu wa Tanzania, leo ni siku nyingine tena ambayo Mwenyezi Mungu ametunusuru uhai. Tumeona ziara ya Mheshimiwa Rais huko Urusi. Urusi ni mshirika wetu mzuri wa muda mrefu, lakini sio mshirika wa kwamba anaweza kuleta pesa. Ushirika wetu na Urusi ni ushirika ambao uko zaidi sana kwenye masuala zima ya kijasusi.
lakini sio sana kwenye masuala zima ya kiuchumi na nini vitu kama hivyo. Ni kweli kwamba Urusi ni nchi ambayo inazalisha sana ngano. Inazalisha ngano sana kwa wingi. Kwa hiyo ina maana kwamba kama ni biashara yetu na Urusi tunaweza kufanya labda ni biashara ya ngano na vitu kama hivyo, lakini kwetu sisi Mrusi atakapokuja Tanzania atakuja kuvuna rasilimali ya nyuklia kama alivyoeleza Mheshimiwa Rais kule Urusi, kwamba tunaweza kufanya naye biashara, lakini zaidi sana yeye atakuja pole rasilimali zinazoitwa nyuklia. Kwa lugha nyingine sisi unufaikaji wetu katika swala teknolojia ya nyuklia utakuwa ni mdogo, na hapo ndipo mgogoro ulipo. Na mimi kwenye swala zima la mambo yanayoendelea katika nchi yetu, hasa katika rasilimali zake, naweza nikasema kabisa kwamba hapa mwanzoni kabisa kwamba Tanzania sisi hatuna viongozi, bali tuna madalali wa rasilimali zetu za nchi. Nasema hivyo with confidence kwa sababu nyingi. Narudia tena, Tanzania sisi kwa sasa hivi hatuna viongozi. Viongozi katika nchi hii waliojitanabaisha kwa ajili ya ulinzi wa rasilimali za nchi yake ni wawili tu kati ya hao watano, kati ya hao sita waliopita katika madaraka ya urais. Ni wawili tu, Julius Kambarage Nyerere na John Pombe Magufuli. Nitawapa sababu zake za msingi. Julius Kambarage Nyerere alitengeneza taifa, alivyolirisi taifa kutoka kwa wakoloni na hatimaye kupigania uhuru wa nchi yetu, na akapambana kuhakikisha kwamba rasilimali za nchi yetu zinakuwa ni kwa manufaa ya wananchi na sio kwa ajili ya kundi fulani. Na yeye akaenda mbali zaidi, akaenda akaziweka mpaka kwenye katiba haya maneno. Akayaweka kwenye katiba kwamba rasilimali zote za nchi zitamilikiwa na Watanzania, zitakuwa ni mali ya Watanzania. Si ndio? Lakini akasahau kipengele kimoja kwamba ardhi itakuwa ni mali ya Watanzania. Yeye akaisema kwamba ardhi itakuwa na mali ya Watanzania, lakini itamilikiwa na Watanzania, lakini kwa niaba ya rais. Rais ataimiliki, yani maana yake rais atakuwa kama ni ataimiliki ardhi kwa niaba ya wananchi. Kwa lugha nyingine, wananchi wakaporwa umiliki wa ardhi. Ndio maana leo tunaona viongozi ambao hawana nia njema, viongozi ambao ni madalali, wanaweza wakachukua rasilimali za ardhi na kuwapa watu wenye ngozi nyeupe kwa kutumia mikataba mbalimbali. Nitawapa mfano mzuri kwa haya mambo ninayozungumza. Kwanza, katika nchi yetu miaka ya hivi karibuni, mtakumbuka kipindi cha Mwalimu Nyerere, madini yetu Mwalimu Nyerere aliyazuia kuchimbwa. Na akazuia mpaka wale wachimbaji wale makampuni makubwa yaliyokuwa yanachimba madini. Mwalimu Nyerere akayazuia yale madini kwa hoja kwamba tusomeshe watu ambao watakuja kuingia kwenye mikataba ili kusudi tuwe na win-win situation katika uchimbaji wa madini. Hatimaye kweli watu wakasomeshwa, wakaanzisha kituo cha sheria. Maana katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, kituo cha kwanza cha uanzishwaji katika nchi yetu, walianzisha kituo cha sheria. Lengo la kuanzisha kituo cha sheria ilikuwa ni kwamba kuandaa wanasheria nguli ambao hatimaye hata tukija kuingia kwenye mikataba, tufunge mikataba tukiwa tunajua. Na ndio maana walisomeshwa ndani, lakini wakapelekwa nje ya nchi ili kusudi wakasomee mambo ya international contract management, wakasoma mambo ya international mambo ya mining contract, wakaenda wakasoma mikataba ya kimataifa ili waisome waielewe. Wapo waliobobea katika hayo mambo, lakini kwa bahati mbaya hawa watu walioaminiwa na nchi na wakasomeshwa na nchi, walipoenda kusoma wakapata hiyo elimu ya sheria, walipokuja wakaja kutengeneza mikataba mibovu sana.
ya unyonyaji wa nchi yetu na kupola rasilimali zetu. Huu ni wala sio, halihitaji rocket science kulielewa kabisa, kwa sababu watu wengi walioenda kusoma sheria enzi hizo walivyorudi, asilimia kubwa uzalendo ulikuwa umepotea kabisa, bali wakawa ni vibaraka tena wa wazungu, vibaraka tena wa watu wenye ngozi nyeupe. Mpaka leo ni vibaraka wa watu wenye ngozi nyeupe. Hata viongozi leo ni vibaraka wakubwa sana wa ngozi nyeupe. Na nitakupa mfano mzuri. Wakati Mwalimu Nyerere alipoondoka madarakani, akaja Mzee Mwinyi akaanzisha mpango akaanzisha soko huria. Si ndio? Alipoanzisha soko huria, uchumi huria, ambao ilikuwa ni soko holela, ni uchumi holela, ambao sasa watu kadhaa wachache wakaamua kujimilikisha rasilimali nyingi, wakaamua kuzipola rasilimali na wakazimiliki wao. Ndio maana wakaattempt kuuza mpaka mbuga kule Loliondo. Loliondo ile iliuzwa kwa Waarabu kipindi hicho, kipindi cha Mwinyi, kwa sababu tulikuwa na soko holela. Sijajua kama mnanielewa vizuri. Loliondo ile iliuzwa chini ya Mwinyi kule Loliondo, Waarabu wakajaa pale, na kipindi hicho na ndio maana hapo nitakuja baadaye mbele, nitakuja kusema kwamba kwa namna gani baadhi ndugu zetu Waislamu wanavyokuwa wametengenezwa kwa ajili ya kuinyonya zaidi nchi hii bila huruma kabisa. Nitakuja kuwaeleza baadaye ikawa ni hivyo, na ndio maana sasa kukatengenezwa mekanizmu kubwa ya kuhakikisha kwamba hata wale watu Waislamu ndugu zetu hawa wakawa wana nafasi kubwa, lakini zile nafasi wakazitumia kwa ajili ya manufaa yao. Sasa ninapokuja kwenye swala zima la wenzetu, mfano kama kutoka Zanzibar. Wenzetu kutoka Zanzibar wana ile mentality, bado wana mentality ya utumwa. Bado wana ile mentality ya utumwa kwamba kumsujudia yule mtawala sultani. Na ndio maana hata leo katika nchi yetu tumeona mikataba mibaya ovyo kabisa. Yaani watu wanavunja sheria, wanavunja katiba bila aibu. Nitawapa mfano mzuri. Mnakumbuka sakata la bandari? Si mnakumbuka sakata la bandari? Sakata la kuuzwa bandari zetu ndani ya nchi. Na hili jambo ameligusia Mheshimiwa Rais kule ziara katika kule Urusi. Amezungumza sana kwamba bandari kuanzishwa na kuendelezwa kwa bandari, uwekezaji wa bandari kule Zanzibar ya Mangopwani. Bandari ya Mangopwani, ule mkataba uliofungwa wa uanzishi wa kuendeleza au wa kujenzi wa bandari ya Mangopwani kule Zanzibar ni mkataba ambao una manufaa makubwa sana katika nchi ya Zanzibar. Lakini mkataba uliofungwa wa DP World ndani ya katika Tanzania huku, kwa sababu ni rasilimali za Tanzania zinatakiwa zipolwe na zimilikiwe na wageni. Ule mkataba ni wa kinyonyaji, sijawahi kuona. Mkataba ule wa bandari ule ni wa kinyonyaji, sijawahi kuona. Na imefanyika hivi kwa sababu mtawala, rais wa nchi hii ni Mzanzibari, hana uchungu na nchi ya Tanganyika. Hana uchungu na nchi ya Tanganyika. Na yazungumza haya sio kwa sababu ya nia mbaya, na yazungumza haya kwa sababu tulipiga kelele sisi wa Tanganyika, lakini wakatokea Watanganyika wenzetu baadhi ambao wakahongwa pesa. Ina maana inawezekana wakahongwa pesa, wakakubali, wakapigia upatu ile kuuzwa kwa kubinafsishwa au kuuzwa kwa bandari yetu ya Dar es Salaam. Haya. Hawa ndio Watanzania hawa ndio Watanzania. Na kwa jamii ya watu wajinga sana, huyu ndio anaaminiwa na anapendwa sana.